Amen.
Wacha ukafungue masikio yetu ya ndani, Bwana ukanena mioyo yetu, ukazungumze nasi tena, ili leo kwa siku kama yakutenda kutimiza mapenzi yako, kwa jina la Yesu tunamwomba, amen. Amen. Keti tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Weka sauti vizuri tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi unapoamanisha, kuna vitu huwa vinafanyika, na usipoamanisha, kwa lugha nyingine, huwa hutaki vifanyike. Praise God. Kwa sababu kila tendo linalofanyika kwa siku lina sababu, na ukiona limefanyika visivyokuwa helani na mpango wako, jua wewe umesababisha. Amen. Nataka kwenda katika neno. Nimesikia mtangazaji ameongea vitu fulani, nitaongea juu ya hivyo baadaye, lakini sasa nataka kuingia katika neno straight away. Nimetumwa kuja kupeana tu ujumbe ya kwamba dhoruba ambayo iko ndani ya maisha yako inaenda kukoma. Mimi sijui ni dhoruba gani umeingizwa kwayo, sijui ni shida gani uliingia kwayo, sijui ni matatizo gani ambayo umeingia kwayo, lakini dhoruba ambayo imekumba maisha yako, hiyo dhoruba inaenda kusimama kwa jina la Yesu. Tunasoma kitabu kimoja tu, Mathayo mlango wa 8 mstari wa 23 na mstari wa 24. Taendelea mpaka mstari wa 27 kama nitaruhusiwa, lakini mstari wa 23 na wa 24 hiyo inatosha. Napenda sana kuenda kulingana na mipango vile ilivyo. Mathayo mlango wa 8 mstari wa 23. Yes. Akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Ukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, ukawa shwari kuu. Pigia Bwana makofi. Haleluya. Haleluya. Dhoruba za maisha yako zinaenda kuisha. Tulia huo mstari wa 23. Akapanda chomboni. Biblia inasema Yesu akapanda chomboni.
Wanafunzi wake wakamfuata. Wanafunzi wake pia walipomwona akipanda chomboni wakamfuata. Ukawa msukosuko mkuu baharini. Lakini baada ya wao kumfuata Kristo, Biblia inasema kukawa na msukosuko baharini. Hata chombo kikafunikizwa na mawimbi. Hata chombo walichokuwa wamepanda kikafunikizwa na mawimbi. Naye alikuwa amelala usingizi. Biblia inasema Yesu alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha, wakisema, Bwana, tuokoe. Bwana, tuokoe, tunaangamia. maana tunaangamia. Yesu akawaambia wanafunzi wake, mbona mmekuwa waoga? Mbona basi ninyi mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Enyi wenye imani haba. Mara akaondoka akazikemea pepo. Mara Yesu akainuka na akazikemea pepo na bahari, pamoja na bahari kukawa shwari kuu. Na kukawa na shwari kuu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yesu wakati alikusudia kusafiri hakualika mtu, lakini maandiko yanasema akiwa katika mawazo ya kuvuka ng'ambo, watu wakagundua anaenda kuvuka ng'ambo. Maandiko yanasema wanafunzi wake wakaamua kuandamana naye, but on the way wakiandamana naye, Biblia inasema dhoruba na upepo vikawa vingi sana baharini, lakini Yesu akiwa ndani ya kile chombo, baada ya kwamba ameamua kuvuka, maandiko yanasema shwari ilikuwa moyoni mwake, akatafuta mahali pazuri akalala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ule Yesu alikuwa amelala, kuna watu walikuwa macho, lakini waoga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akawa amelala. Wanafunzi wake walipoona kumeharibika, wakaulizana, mbona tupotee na Yesu wa Nazareti yuko chomboni? Mwingine akasema tumuamshe, mwingine akasema amelala. Wakapitumia mbinu zao zote, lakini malengo yalikuwa ni kumwamsha. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwendea wakamwamsha, wakamwambia, Bwana, tunaangamia. Kitabu cha Mathayo kinasema walitamka maneno haya. Marko anaongea tofauti kabisa. Kasema, Bwana, tunaangamia. Ukienda kwa Marko utasikia Bwana mkubwa, lakini hapa wanasema Bwana, tunaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawakemea kwanza. Hapa ndio kwenye challenge, ndio maana nataka kuhubiria. Yesu aliposikia ya kwamba tunaangamia, hakuangalia kuangamia kwao, hakuangalia shida yao, lakini alikemea uovu uliokuwa ndani yao. Akawauliza, enyi wenye imani haba, mbona mkosa imani na muwe waoga? Nataka uelewe, wakati chombo kilikuwa kinaingia maji, Jesus was already there. Wakati chombo kilikuwa kinajaa maji, although kinajaa maji, lakini Yesu ako ndani ya chombo. Kuna Yesu asifiwe. Amen. Mapito yanaweza kuwa mengi sana, mateso yanaweza kuwa mengi sana, ili mradi Yesu ako chomboni. Oh my God. Watu wanaweza kuinukia sana, lakini waita Yesu awe chomboni. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alikuwa chomboni, watu wote wakaambiana, kwa nini tuangamie naye mwana wa Daudi chomboni? Kwa nini niangamie katika magonjwa akiwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako?
Yesu alipokemea kutokuamini kwao, Biblia inasema stage number 2, akaiendea dhoruba akaiambia be quiet. Akageukia bahari akaiambia nyamaza na utulie. Akarudia wale waamini wake, maana bahari na dhoruba vimetulia. Lakini Yesu aliporudi kwao, kiendelea hapo chini utasikia kitu inakuwa wanaulizana, who is this? Huyu ni nani ambaye bahari na maji ama dhoruba na bahari vinamwogopa? So walikuwa naye lakini hawamjui. Geukia mtu mwambie wacha kuwa na Yesu na usimjue. Mwambie tu wacha kuwa na Yesu na uwe mwoga. Wacha kuwa na Yesu na waanze kuhangaika. Yaani wako na Yesu lakini wanaulizana, huyu ni nani bahari na dhoruba vimwogope? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia yangu inasema mwenda wazimu ndiye aliwaambia. Hata wewe utaambiwa na mwenda wazimu. Maana hao wenye vichwa vizima huwezi ukawasikiza. Mwenda wazimu atakwambia. Kwa sababu hao wenye akili zao hawezi ukawaelewa. Lakini mwenda wazimu utamsikiza huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema walipofika pale wanaulizana, who is this? Kwani huyu ni nani? Hata upepo na bahari vinamwogopa. Chombo kikawa kimefika mahali pasawa, kinataka kutua. Biblia inasema Yesu akatoa mguu, kitambo akanyage chini. Mwenda wazimu wa Gerasi amefika. Akasema, ewe Yesu mwana wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe uliokoka hauogopi dhambi, lakini mapepo yakitajiwa jina la Yesu Kristo yanatetemeka. Sasa ni nani ambaye anaonekana ana afadhali? Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Jina lililo juu ya majina yote likitajwa mbele ya mapepo, Biblia inasema miamba inapasuka na mapepo yanahangaika, maana ni jina above all names. Wewe na mimi ni nani mpaka tutende dhambi tukisema Yesu ni Bwana? Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Mapepo yakamtambua Yesu, wanamwambia, ewe Yesu mwana wa Daudi, kwani umekuja utuangamize before our time? Lakini wenye kusukwasukwa na chombo na maji kuingia wanaulizana, kwani huyu ni nani? Hata bahari na dhoruba vinamwogopa. Yaani wanaishi naye lakini hawamjui. Naongea na mtu wa aina hiyo anayesema ameokoka lakini bado hamjui Yesu. Anasema Yesu ni Bwana, haleluya, lakini bado dhoruba ikifika inamteka, inampeleka. Hayo ni dhoruba gani unapitia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema that storm, hiyo dhoruba ni mpaka itulie. Hiyo dhoruba unayopitia, hiyo maneno unayopitia, hiyo shida umekuwa ukipitia, ni mpaka itulie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anawauliza, kwani ninyi ni wakina nani? Anasema sisi ni legion. Yaani askari 2,000. Sasa mtu mmoja na askari 2,000 ni wapi na wapi? Yesu akasema hata muwe wengi namna gani, kwenda lazima mwende. Najihitaji ni huyu mtu ambaye mmebodi kwake. Maana huyu ni kazi ya mikono yangu. Na kwa sababu ya huyu nalisulubishwa msalabani ili huyu asiteseke. So I have come because of this man. Kama inawezekana mngekuwa mmetoka kitambo, lakini kwa sababu hamjamna madharau, nimekuja kwa ajili yenu. Wakasema hapana. Kaingie wale nguruwe ambao hawana mwenyewe. Tuachie huyu mtu wako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe uliye na akili timamu hauwezi kumwogopa Yesu, lakini mwenda wazimu anamwogopa. Wewe uliye na akili timamu haumwogopi Yesu, lakini shetani ambao siku zote daragani sikiza wanamwogopa Yesu. Hata wakimwona ama wakisikia wanatetemeka. Hiyo ina maana gani? Ina maana ya kwamba mwanadamu leo amekuwa zaidi ya shetani. Ako mbele ya shetani. Biblia inasema kila goti la siwa, kila goti
mbele ya mwanadamu, mbele ya uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila goti litakiri kwamba Yesu ni Bwana. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati dhoruba inapopiga somo, wakati vita vinapoinuka kinyume cha kanisa, wakati mapambano yameanza, praise God, si wakati wa kuhangaika, ni wakati wa kumwamsha Yesu aliye ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama kuinuka vita vya aina gani, watu wamekunena, wamekusengenya sawa sawa, si wakati wa kulipiza kisasi, ni wakati wa kumwambia Yesu wake up, ni wakati wa kumwambia Yesu amka, na usikize yale matusi, kama vile Wayahudi walivyomwambia Esa. Sikia ya kwamba kama Wayahudi wa Shushani ngomeni watauliwa, remember hata wewe ni Myahudi, baada ya wao pia wewe utamalizwa. Esa akatangaza maombi, akasema waambieni watu wa Shushani ngomeni waingie maombi ya siku 3 against mipango yao, ili twende kwa mfalme, sio kwa siku. Nasema nini? Ni mpaka utakapogundua ya kwamba ndani ya maisha yako kuna dhoruba, ni mpaka utakapogundua ya kwamba chombo kinavuja, ni mpaka utakapogundua ya kwamba kumbe utasimama, unafaa kusimama. Praise God. Wanafunzi wa Yesu hawakujua chombo kiko na tundu. Wakati hawakujua chombo kiko na tundu maji yanaweza kuingia, ndio wakati Yesu alikuwa amelala usingizi mzuri. Wakati kumeharibika kabisa, ndio ni kama Yesu haonekani, lakini awe yako ndani yako, ili ya kwamba ukiitana. Dhoruba ikianza, dhoruba haikwambii ujitumbukize kwa maji. Dhoruba inakwambia muamshe Yesu. Basi aliye naye. Halo. Amen. Yeye anamfuatia hapo. Simulize wewe mwenzako alimwacha wapi Yesu wako? Wenzako walimwacha hekaluni, tena babake, mamake wakamsahau hekaluni. Wewe ulimwacha wapi? Ndio maana unaona chombo kimeanza kuingia maji, utapata kupiga hui. Ndio maana unasikia kumeanza watu wameanza kuinukia, unakuwa mkali kabisa. Ndio maana umeanza kusikia ni kama kuna joto, lakini huo sio wakati wa kuanza kulalamika. Ni wakati wa kumwamsha Yesu na umwambie mtuliza bahari, ni wewe. Hii bahari mbele yangu nyamaza. Ungegundua ya kwamba ni bahari tu na unafaa kuiamurisha inyamaze, ungeambia bahari nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ako wapi mwanadamu atakayesimama akimjua Yesu? Wengi ni wale ambao wanajifanya kama, lakini Yesu hawamjui. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Wengi ni wale wanaosoma. Sikia, hata wanafunzi wake walikuwa wanasoma sisi ni wanafunzi wa Yesu, lakini walikuwa hawamjui. Aliponyamazisha bahari na aliponyamazisha mawimbi dhoruba, wanaulizana, who is this? Huyu ni nani? Soma mstari wa 24. Hapo. Ukawa msukosuko mkuu baharini. Ukawa msukosuko mkuu baharini. Wakati kanisa limeanza kusukwasukwa, ni wakati wa ugundua ya kwamba this is a storm. Bwana Yesu asifiwe. Nikinena juu ya kanisa siongei juu ya jengo, naongea juu ya maisha yako. Wakati shetani ameanza kukutikisa, shetani ameanza kuingilia finances zako, shetani ameanza kuingilia ndoa yako, shetani ameanza kuingilia maisha yako. Vile yalionekana wiki iliyopita, sivyo vile inaonekana wiki hii. That is a storm. Na ni wakati umwambie Yesu sasa, niingilie kati. Maana hata kama majirani wamejua hali yangu, wanaingilia kati.
hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi. Naye alikuwa amelala usingizi, naye alikuwa ndani ya chombo amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha, wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha, wakisema, wakiulizana, Bwana tuokoe, Bwana utuokoe, tunaangamia, maana tunaangamia. Akawaambia, Yesu akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? enyi wenye imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu, na kukawa na shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, wanafunzi wake wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani? Huyu ni mtu wa namna gani? Hata pepo na bahari za mtii. Hata upepo na bahari vinamtii. Wanaishi naye na hawamjui, wanatembea naye na hawamfahamu. Wakati walipomuona akiwa na mamlaka ya kunyamazisha upepo na ya kunyamazisha bahari, ndio wanaulizana, who is this? Huyu mtu ni mtu wa aina gani? Anasema, ewe Yesu wa Nazareti, umekuja utuangalishe kabla ya wakati wetu. Huyu hapa anauliza, huyu ni mtu wa aina gani? Huyu aliyesimamisha bahari, huyu aliyesimamisha mawimbi ni mtu wa aina gani? Mwenda wazimu anasema unakaa naye na hukuzuri. Sikia, ni Yesu wa Nazareti, hilo ndio jina lake, ambaye ako na uwezo, yeye ako na mamlaka. Tukimuona tunatetemeka, lakini maana wewe ni sugu, hata ukimuona bado unatenda dhambi. Hello. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Mapepo wakisikia jina la Yesu, wanatetemeka. Wewe ukisikia jina la Yesu, hata ndio unaanza kufanya dhambi. Sasa wewe na shetani aliye mbele ama aliye mbali sana ni wewe na shetani ni sawa, sababu matendo yako na matendo yake ni sawa. Hata Yesu mmoja lakini hapo kwa chombo, lakini una hofu, uamini kwamba unatoboa, unaanza kuuliza nafanya kazi Yesu na yeye ndiye anayengeuza naye, maana unambeba akiwa chomboni kama upendavyo. Ndio maana yeye amelala, wewe unasumbuka. Maana Yesu akiwa maji wewe hautasumbuka, lakini akilala lazima utasumbuka. Akiwa chomboni amelala, Biblia inaeleza wazi wazi, akiwa chomboni lakini alikuwa amelala. Amen. Dhoruba tu. Hiyo ni dhoruba tu. Mwenye kuisimamisha dhoruba yuko. Simba wa kabila la Yuda. Ukimwita yeye anaweza kuisimamisha dhoruba na akaiambia bahari, be quiet, nyamaza. Amtumainie mwanadamu amelaaniwa, ama amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Heri mtu yule amtegemeaye Mungu. Dhoruba ikiamka, vita vikiamka kanisani, alikuambiwa mke wokovu, pambana na hiyo dhoruba. Mwamshe Yesu, umwambie dhoruba ndio hii. Utakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Na kuna dunia marehala vipete vya vishilingi na vidururu. Maana mariho na maziga na ngira. Mamba nikatunusi makibaga. Misiko wakaweka pesa. Kigiria manikala kibaga shilingi ya nyama zishoka kasiendekana. Unaona mambo ya shilingi kama kichonga sina goma. Na kiamba vikara hii suluhisho. Maana kichombo kinaendelea kudala maji. Wacheni tumtafute Yesu ako wapi? Kumbe Yesu amelala. Yesu alipoambiwa Bwana mkubwa, haoni tunaangamia, la kwanza ilikemea kutokuwa
Amen. Kisha namba 2 akageukia bahari, kaambia bahari nyamaza. Kageukia mawimbi, kaambia mawimbi unyamaza, na kukawa shwari. Biblia inasema kulikuwa shwari. Baada ya kuwa shwari, geukia mtu muulize, baada ya Yesu amekutetea katika lile bubujiko la maji, bado humjui ni nani? Baada ya Yesu amekupigania katika ile vita ya kijamii, bado haumjui Yesu ni nani? Baada ya Yesu amekuponya yale magonjwa yasiyo tiba, bado humjui Yesu ni nani? Baada ya kwamba ndoto zako huoti tena mbaya, bado humjui Yesu ni nani? Maana ndani yako mna ukawaida. Amen. Haleluya. Amen. Si wakati bado najua. Huyo mtu mwenyewe hayupo. So unaongea na mapepo. Lazima uelewe unapigana na mapepo ya aina gani. Watu wengi dhoruba inawabeba. Watu wengi dhoruba ya kijamii inawabeba. Wengine dhoruba ya kitabia inawabeba. Dhoruba ya kimisemo inawabeba. Maana hawapendi kumwamsha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ni mpaka tumwamshe Yesu awezaye kunyamazisha dhoruba na mawimbi. Huyo Yesu ndiye ataponya nafsi zetu, si mwanadamu. Yesu huyo ndiye atasababisha dhoruba inyamaze. Yesu huyo ndiye atasababisha jina lako kule mtaani lisitajwe tena. Yesu huyo ndiye atasababisha yale yasiyowezekana kwako yaanze kutukana. Maana anasema yeye mtuliza bahari, akiwapo bahari haina nguvu mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Endelea huo mstari wa 25. Aliza mstari wa 27. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani? Hata pepo na bahari zinamtii. Naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi. Watu wawili wenye pepo walikutana naye. Wanatoka makaburini. Wakali mno. Hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Natazama wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula? Wetu. Lakini watu wa mikingo wanamsikia Yesu. Sio ni vitu tofauti. Wale wanamjua Yesu, hawa wanamsikia Yesu. Bwana Yesu. Amen. Watu wanaomsikia Yesu ni watu na hawamheshimu. Ndio maana wanaenenda katika njia za mioyo yao. Lakini watu wanaomjua Yesu wanatembea pamoja naye na wanatembea chini ya sheria zake. Geukia mtu, muulize ulifanya hili kwa nini? Muulize hilo neno tu. Ulifanya hivi kwa nini? Kwa nini? Muulize tu ulifanya hivi kwa nini? Unakuuliza mimi nimekuuliza, waenda hivyo bado ni. Hata kuuliza lakini useme waenda hivyo bado ni. Yeye mwenyewe anajua ni nini alifanya. Maana kile alifanya yeye mwili wake wanaelewana. Lakini Yesu anauliza, kwa nini ulifanya haya? Kwa nini unakuwa na imani haba? Mbona huamini ya kwamba ni pamoja nao? Mbona huamini ya kwamba naweza? Nini nasi ewe mwana wa Daudi? Mbona umekuja kutupoteza before our time?
Bwana Yesu asifiwe. Nimekuuliza swali, shetani na mwanadamu ni nani yako mbali sana na Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana umezoea utasema ni shetani, lakini wewe mwanadamu ndio uko mbali na Mungu kumshinda shetani. Amen. Angalia yale uyatendayo. Na hata ukikutana na jina la Yesu, you don't tremble, haupatetemeki, unaona kila kitu ni kawaida. Shetani saa hii akiwa ndani ya mtu, akisikia jina likitajwa tu, kitu ya kwanza anasema siwezi nyamaza, I must leave, lazima niondoke, maana nimejua yeye the Lion of Judah amefika. Jehanamu mjaja. Jinsi unavyosikia na huku, toke na huku, jehanamu nayo yaja. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mmoja akaniambia, "Pastor, nikijua Yesu anakuja next week nitaokoka." Wajinga wa aina hiyo ni wengi sana. Unaweza kuwa mjinga mmoja wao wa aina hiyo. Hadi siku nikijua Yesu anakuja next week nitaokoka leo. Ambia kifo kikwambie date kitakuja kukuchukua, halafu unaweza ukaokoka. Na kama huwezi kupata date ya kifo chako, basi hata kurudi kwa Yesu Kristo utakujua siku wala saa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa sawa na wale watu walimwambia Nuhu, "Mohokiza unaochamiga zija, matiga kiza hunalaya." Haya maneno wanamwambia, madharau wanamwambia. Lakini wakati mvua ilianza, Biblia inasema mvua ilinyesha kutoka juu na ikanyesha kutoka chini for 40 days. Chini inanyesha na juu inanyesha. Yule aliyesema atapanda mihogo, panda mihogo kaisha. Kiburi ya uzima inamfanya mtu anatenda dhambi, lakini akiambiwa anasema nitaokoka, time bado. Lakini dhoruba ikianguka, huo ndio wakati anatafuta kujua Yesu wako yuko wapi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hiyo hata kumwambia njoo ndani hapo kwa madhabahu hapa. Maana anasema kitu kinakosa ngo, lakini kiburi cha uzima kinamfanya anafanya kila kitu, fornication, uasherati, ghasia, kila kitu anafanya. Na haogopi Mungu, anafikiria ni sawa sawa. Na anaweza kusimama akiwaambia watu haleluya. Na anajua kabisa hakuna haleluya, yeye anajichanganya. Ole ni wako. Praise God. Nakamilisha kazi niliyoitoa kwa hii madhabahu, ambayo itanifanya siku hiyo nisiulize maswali. Sina budi ya kuambia ukweli na ufanye kama ulivyo. Kikosa kufanya kama ulivyo haitamsababisha Yesu asirudi mara ya pili. He is coming back. Na anakuja kulihukumu kanisa. Lakini dhoruba ataiondoa ukiamua na ukisimama. Bwana wa neema awabariki. Simama na miguu yako miwili. Yes. Bwana, nitasimama kwa neno
Ukiwa umefunga macho yako, inua mikono yako yote miwili. Uko pale unasema, Pastor, kabla uondoke niombee toba. Utakuja hapa mbele, kila mmoja akiwa amefunga macho yake. Kwa kweli hii habari inaingia si mara moja. Naongea ibada ya asubuhi na sasa hivi naongea. Nawa mikono nikiwa katika hii madhabahu, maana najua kile kitakuja kupata tofauti na vile nafikiria. Thank you Lord. Praise and worship. Ndio haya maneno ni yangu Bwana Mungu. Jana wale. Akili ya kwako. Kuanzia leo. Mwache shetani. Na kazi zake zote. Na kufuata ewe Mungu. Nikutumikie. Siku zote za maisha yangu. Mengi niliyoyatenda. Nisiyoweza kuyahesabu mbele zako. Lakini kwa sababu mchana wa leo. Umeniona. Najileta kwako. Nisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu katika kitabu cha wenye dhambi. Andika jina langu katika kitabu cha wenye haki. Kuanzia leo nimefanyika kuwa mwana. Niwezeshe kushindana na kilichonishinda, ili nikawe mshindi. Mchana wa leo Bwana, take over in my life. Chukua hatua ya maisha yangu. Najiachilia kwako. Nitumie kama upendavyo. Asante Mungu kwa kunikubali na kunisamehe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, nakupenda kwa maana wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Bwana wa majeshi, ulisema haupendezi na mwanadamu anapokufa katika dhambi zake. Namleta huyu mama mikononi mara tena, kwa sababu amejipata akiwa Bwana ni mkosaji. Roho Mtakatifu, unapendezwa na moyo unaogairi na kuacha dhambi. Huyu mama amegairi mbele za watu wengi, kumwaibisha shetani na kuachana na dhambi. Nasema kuanzia leo maisha yake na yakabidhi mikononi. Bwana wa majeshi, na achilia kukosana kwake between yeye na dhambi katika jina la Yesu Kristo. Si kawaida kwa mtu kama huyu kujiachilia kwako, lakini maana amekusudia kuachana na dhambi na kukufuata wewe. Kubali mikononi mwako na mtende mema. Roho Mtakatifu, take over. Simamie Bwana, acha kumfanye kuwa mshindi maishani mwake. Pokea utukufu, pokea adhama na heshima. Ulinzi wa kiungu kwa juu yake, akalindwe na akahifadhiwe chini ya damu yako. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na nawa mikono juu ya hii madhabahu. Kwa chochote ambacho amenipa kukisema, nimekisema kama kilivyo. Roho wa Mungu, chukua nafasi. Akoseshe mtu amani mpaka atakapotubu. Na nena kuanzia leo, sababisha mbingu zikasimame katika kweli, ili ukatukuzwe na ukainuliwe milele. Kwa utukufu wa jina lako nimeomba na kuamini. Praise the Lord.